Ni jioni ya kawaida ufukweni Kigamboni. Kijana mmoja anatembea kwenye mchanga pembezoni mwa ufukwe. Hana tatizo na mtu, amekuja kupata upepo tu. Lakini ndani ya dakika chache zijazo anaenda kuokota kitu ambacho kitamfutia maisha yake yote. Kwa miaka 12 ijayo, mama yake mzazi atamlilia mpaka machozi yakauke. Polisi watazunguka kila kona bila kumpata. Rafiki zake hawatamwona tena. Ukienda baharini, kuna sheria moja ya wazee wetu: usiokote kitu chochote usichokijua. Kosa moja tu la kuvunja hiyo sheria na unapotea. Lakini kinachotisha zaidi kwenye mkasa huu sio tu kupotea kwake, ni ile simu yake ya mwisho. Maneno yake ya mwisho kabla hajayeyuka bila kuacha alama yalikuwa, mwenye pete ananiita, anataka nimfuate. Ilikuwaje pete ndogo imfanye mwanaume jasiri apotee kama upepo? Na huyo mwenye pete alikuwa nani? Huu ni mkasa wa Tariq. Ili uelewe ukubwa wa tukio hili, lazima umjue Tariq. Naficha jina lake halisi kuheshimu familia yake. Tariq hakuwa mtu wa kuogopa. Alikuwa mcheshi, alipenda mazoezi, alikuwa na udadisi mwingi. Alikuwa mtu anayependa kufanya vitu vya hatari bila uoga. Baba yake alifariki Tariq akiwa mdogo sana. Mama yake alimlea peke yake kwa shida. Tariq alikuwa mtoto wa pekee. Mama yake alipata matatizo wakati wa kujifungua. Aliambiwa hataweza kuzaa tena. Kwa hiyo Tariq ndiye alikuwa kila kitu kwake. Ndiye alikuwa msaada wake pekee wa uzeeni. Mimi na yeye tulikuwa marafiki wa damu. Tulishirikiana kila kitu, tangu sekondari mpaka tukawa watu wazima. Siku moja usiku, Tariq ananipigia simu. Sauti yake ina furaha na msisimko. Anasema, "Kaka, leo jioni nilienda ufukweni kupata upepo. Katika kutembea kwenye mchanga, nimeokota pete moja kali sana." Moyo wangu ulishtuka. Namjua Tariq, anapenda kujaribu vitu, lakini mimi naheshimu mambo ya pwani. Nikamwambia, "Tariq, unaokota mavitu hayo unajua ni ya nani? Utajutafutia matatizo. Tupa hilo dudu." Tariq alicheka sana. Aliona kama nina woga wa kizamani. Akanijibu, "Acha woga wewe, kesho tuonane nikuonyeshe." Nikamwambia sawa, ila awe makini. Simu ikakata. Wakati huo hatukuwa na simu janja za kupigiana picha. Sikujua ile ilikuwa mara ya mwisho kumsikia akicheka. Asubuhi ikapita, mchana ukafika. Nikampigia simu. Alipokea, lakini sauti yake haikuwa ya kawaida. Haikuwa ile sauti ya Tariq jasiri niliyemjua. Sauti yake ilikuwa nzito, ilikuwa inatetemeka. Aliongea kama mtu aliyechanganyikiwa au anayeota ndoto mbaya. Nikamuuliza, "Ndugu yangu vipi?" Akanijibu kwa sauti ya chini sana, Dani hii ameniambia nimfuate." Sikuelewa. Nikamuuliza kwa nguvu, "Nani?" Akanijibu, "Mwenye ile pete." Ndugu yangu, sielewi yani. Ghafla simu ikakata. Nilipiga tena ile namba, haikupatikana. Simu ilikuwa imezimwa. Nilitoka mbio kwenda nyumbani kwake. Nilikuta mlango upo wazi, vitu vyake vyote vipo ndani, lakini yeye hayupo na ile pete hakuwepo. Tukamtafuta vituo vyote vya polisi, tukatafuta hospitali zote, tukaenda ufukweni kote, hakuna aliyemwona. Yule jamaa jasiri, mwenye nguvu, aliyepitia maisha magumu na mama yake, aliyeyuka tu. Imepita miaka 12 sasa. Mama yake anazeeka akiwa na maumivu ya kutokujua hata kaburi la mwanaye wa pekee. Tariq uliyeyuka kama mshumaa. Lakini ninaamini ipo siku ukweli utajulikana. Bahari ina wenyewe. Vitu vinavyotupwa kule vina mikataba ya kiroho. Ukiviokota, umeingia mkataba usioujua. Je, ushapata kusikia kisa cha mtu aliyeokota kitu kikamletea matatizo? Tuandikie kwenye comments hapo chini, tujifunze wote. Kama umeipenda simulizi hii, gonga like na usisahau kusubscribe kwenye channel ya Hizi Story ili usipitwe na mikasa mingine ya kweli kila wiki.